Jitahidi kutumia kipaji ambacho Mungu amekupa kutengeneza pesa. Kila mtu ana kipaji, lakini utofauti ni pale mtu atafanyaje ili ajue kipaji gani ambacho Mungu amempa. Hiyo ndio changamoto ambayo tunayokutana nayo. Lakini taaluma au kipaji ambacho Mungu amekupa kinaweza kikakutengenezea mkwanja mrefu sana. Ukiangalia hata mastaa wengi duniani, waimba mziki, wacheza mpira wa mikono na wa miguu, watu ambao wanacheza michezo mbalimbali, hivyo ni vipaji ambavyo walivyopewa na Mungu. Na hapa Marekani, kugundua kipaji chako kinaweza kikakusaidia sana kupata pesa au kutengeneza maisha mazuri. Na kwa sisi ambao tunaozaa, inabidi tufanye utafiti kuangalia watoto wetu wana vipaji vya aina gani, ili vile vipaji vya wale watoto tuviendeleze, kwa sababu kuna possibility kubwa ya hao watoto kudevelop hivi vipaji ambavyo Mungu amewapa na kuwa watu mahiri, na kuwa watu vigogo, na kuwa watu ambao watakao tutoa sisi wazazi wao kwenye maisha ya umaskini. Swala la kipaji ni swala ambalo unalipewa kabisa. Hiyo ni gift ambayo Mungu amekupa bure. Afrika inakuwa ni ngumu sana kwa watoto kutengeneza pesa kutokana na vipaji vyao, lakini hapa Marekani platform ni nyingi sana na support ni nyingi. Ikiwa mtoto wako ana kipaji cha kitu fulani na kikifuatilia vizuri, kupata manufaa kwenye hicho kipaji ni kitu ambacho ni cha kawaida sana. Kwa hiyo wazazi na watu ambao mna watoto nyumbani, jitahidi kuendeleza vipaji vya watoto wenu. Usimkatishe mtoto tamaa. Mtoto akicheza mpira na ana kipaji kabisa, unamuona anajua kucheza mpira, support mtoto wako kwenye hilo swala, maana ni kitu ambacho anachokipenda, na hivyo kikienda naye vizuri anaweza akatengeneza fedha. Watu wengi tunashindwa kufanikiwa kwa sababu hatujui taaluma zetu au hatujui vipaji ambavyo tulivyonavyo. Kuna watu wanaenda shule kusomea vitu ambavyo hawavijui kabisa. Unajua wewe hujui mathematics, lakini unachukua kosi ambayo mathematics ndio kitu ambacho kinachohusika ndani ya hicho ambacho unaenda kusomea. Tukisema ukisomea pharmacy na wewe hujui mathematics au kujua mambo haya ya hesabu, hauwezi ukatoboa kwenye masuala ya dawa. Tupeleke watoto wetu kulingana na uwezo wa akili zao, kulingana na uwezo wa ujuzi ambao waliopewa na Mungu, au tuchague vitu vya kufanya kutokana na akili ambazo tulizonazo na uwezo ambao Mungu ametupa. Tusikurupuke kufanya mambo, tuangalie vitu ambavyo tunaweza tukafanya kuendeleza maisha yetu na kufanya sisi na familia zetu kupata hela, kwa kufanya maamuzi mazuri ya kufanya chaguzi za vitu ambavyo tunavyovifanya kama kipaji na vitu ambavyo tunavyosomea kama taaluma au karia. Hapa Marekani watu wengi wanafeli kwa sababu anakariri anataka awe nurse tu. Mwingine anasema anataka awe daktari, lakini hajui what it takes to be a nurse. Hajui nini atakachokifanya ili afikie malengo ya kuwa daktari na kupata ile kazi. Ugumu na changamoto ambazo utakazokutana nazo kwa kutafuta huo udaktari ndio changamoto ambayo tulionayo. Tukijua nini tunachokifanya, tukijua kipaji alichotupa Mungu na akili yetu ilifikia wapi na nini tuendeleze na kitu gani kinaendana na akili zetu, tutafanikiwa maisha hapa Marekani, maana milango ipo wazi kabisa. Sasa unaangalia tuna watoto wengi ambao tunapeleka shuleni, lakini watoto ambao wanaofanikiwa kimaisha ni wadogo kwa sababu wanakurupukia, wanachagua taaluma ambazo haziendani na akili zao na mienendo yao na maisha yao. Mtu anaweza kawa nesi lakini hapendi swala la nesi, au swala la unesi alimkubali. Mtu anaweza kataka awe engineer lakini hafanyii swala la kuwa engineer kazi, na hata akili yake sio nyepesi kuyaelewa mambo ya engineering. Mimi na washauri watu tuliokuja hapa Marekani, tuna platform, tuna hela, tuna mtaji wa kitu chochote ambacho tunaweza tukaanzisha, tunaweza tukatengeneza maisha mazuri sana baadaye kwa vipaji na vitu vingine ambavyo tutakavyoenda kuvifanya kama choice ya kutengeneza maisha yetu ya baadaye, na huku tukapata hela kwa nchi hii ambayo ina uwazi sana. Kwa mtu anaweza kufanya hata kazi yoyote
na kapata mshahara mzuri, au kacheza mchezo wowote na ukapata mafanikio. Ulikuwa na mimi hapa Hussein Kubwa. Usisahau kusubscribe channel hii ndani ya Kubwa Production. Asante sana.